jukwaa hili la nani Tulivu Poetry anaungana nao, ilikuwa vipi? Maana siku hizi watoto wa kike tunasikia wanakutana na changamoto nyingi. Sasa ningependa naye labda azungumzie hilo. Kwa upande wangu mimi nakumbuka nilikopo nimetoka nyumbani alafu nikawa nimerudi, kwa sababu ni sehemu ambayo ni mahali ambapo ninaishi au nafanya kazi. Okay. Lakini pia mzazi wangu yupo hapa, babangu yupo hapa, mamangu yupo mkoani. Kwa nilikuwa nimetoka kwa mama nikawa nimekuja. Mr. Romantic nimejua naye mtandaoni. On TikTok. Na mara ya kwanza kukutana naye ilikuwa Sinza. Aliniambia kuna content naomba kushoot na wewe, kama vile na kusomea shairi. Ni kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda na ilikuwa si mara yangu ya kwanza kusema namfuatilia au naona anafanya kwa mara ya kwanza. Ni mtu ambaye nilikuwa nafuatilia muda mrefu, napenda mashairi yake. Nikawa nimevutana, nikamwambia sawa, nikisharudi Dar es Salaam basi nitakutafuta. Akaniambia hamna shida. Siku ambayo nilifika nikamtafuta. Akaniambia basi tuonana kesho. Kwa siku ambayo nilikutana naye nilishoot naye content vile. Na baada ya pale akaniambia this time unafanya kazi. Nikamwambia mimi nilikuwa nafanya kazi salon, ila for this time nimeamua kupumzika kwanza kwa sababu nataka kupumzika kidogo nitulie, alafu ndio niangalie mazingira mengine. Akaniambia okay, so mbaya, jifikirie afu jitathmini. Kama utakuwa na wazo la kuingia katika sanaa, karibu, unakaribishwa. Kama utaona sio mapendekezo yako, ni sawa, ni uamuzi ni wako. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo idea ya kusema nafanya mashairi ilikuwa sio sana. Ni mtu ambaye napenda Unasikia sauti ndugu yangu? Nasikiliza kwa makini, sitaki linipite hata neno. Naweza kusema napenda kitu chochote ambacho kinahusiana na mapenzi au kitu kinachohusiana na upendo. Okay. Bwana kitu kinachohusiana na mapenzi. Katende tulia, usitaki univuruge. Kwa hiyo ilikuwa mashairi yake yeye, nilikopo najaribu labda kusoma nikiwa mwenyewe au nikiwa mwenyewe. Yaani kuvuta ile taswira nikiwa naongea labda the way yeye anaposoma na mimi ambavyo nakuwa nasoma. Kwa siku ambayo ilifuata nikaambia hivi na kitu siku nizo kanisikiliza, kaniambia sawa ngoja tuone. Kwa hiyo siku ya kwanza yeye ananisikiliza, kaniambia sauti unao lakini jaribu kufanya mazoezi. Kwa nilishukuru Mungu alinipokea kama rafiki, kwa sababu mwanzo ilibidi nimzoe kama rafiki, lakini kitu kingine pia namheshimu kama kiongozi. Na yani kwangu ninaweza kusema ni zaidi ya rafiki, kwa sababu ni mtu ambaye nimemzoea sana kuliko watu wengine. Wengine wote tumezoeana kwenye crew, lakini naweza kusema Mr. Romantic na Just Beka ni watu wa kwanza mimi kuwazoea na kusema niko tayari kufanya kitu hichi. Okay, sasa kwa tangu ambavyo umeweza kuungana nao kama mnafanya kazi pamoja, unafikiri mazingira ulioyaona, swali langu la kwanza lilikuwa ni kuhusiana na watoto wa kike wengi siku hizi wanapata changamoto wakisema wajishughulishe kwa masuala ya sanaa. Mazingira ulioyaona, je, yanafaa kwa mtoto wa kike kuwepo hapo katika masuala ya kisanaa? Kwa upande mwingine naweza kusema kwa sisi watoto wa kike, ukisema kwenye upande wa sanaa tunapata changamoto nyingi, lakini naweza kusema inategemeana na uelewa wa mtu au the way mtu ambavyo anakupokea. Okay. Kwa hiyo mimi Romantically nipokea vizuri. Unajua kuna mtu anaweza kukupokea afa akatanguliza tamaa mbele, lakini nilichoshukuru Mwenyezi Mungu sote tumesoma dini afu sote ni watoto wa Kiislamu. Ndio. Ila sio kwamba crew nzima ni Waislamu, hapana, kuna Wakristo pia. Lakini the way ambavyo yeye amenipokea, kanipokea kama rafiki, kanipokea kama mdogo wake na kama mtu ambaye anaweza kunisikiliza mawazo, at least si kwa sababu ninachangia sana, hapana. Ila kwa kile kidogo ambacho mimi ninacho ambacho najua hichi naweza nikamshirikisha akakipokea vizuri, basi wanakiwasilisha kwake au kwa Just Beka. Okay. Hapo mimi naamini siku zote ili kuna huu msemo ambao wanasema hivi Waswahili, ili iwe dhahabu safi lazima ipite katika moto mkali kabisa. Naam. Hadi sasa hivi tunasikia Bi Leila unavyofanya yale poetry zile watu wanakupenda nini. Mimi naamini kuna changamoto umepitia hadi umekuwa hivi sasa hivi. Natamani kujua changamoto gani ambayo umepitia sana ukaona ikaukatisha